Kawaida kwa majina mimi naitwa Joel Kimori. Mimi ni mkaaji wa Nyamira, nimezaliwa Nyamira, lakini kidogo nimetembea kaunti zote. Kwa mchakato huu mimi ningependa kutoa maoni yangu ikiwa tofauti kabisa na ningependa kumzana na watu wengine. Mimi mwenyewe nimeamua kufika mahali hapa masaa haya kwa kuja na maoni yangu mimi tofauti. Jambo la kwanza, nimeusoma ule mswada wote vile wabunge wamesema, kila kitu nimepitia na nimeenda mwenyewe nikakaa chini nikadadisi ya mambo yote na nikakuja na uamuzi wangu kivyangu mimi mwenyewe. Ningependa kusema hivi. Our deputy president, kusema kweli, kwa wale walao walienda wakaenda, mimi sijafika kwake, sijafika karibu na yeye, lakini wamesema amefanya yale. But mimi kulingana na mimi nikiangalia kwa maoni yangu mimi mwenyewe, sija kusanya maoni ya mtu yeyote, ni maoni yangu mimi mwenyewe. Nimepiga mahesabu yangu nikasema hivi kweli, kama wamesema deputy president amefanya yale mambo yote accuse, what about our president? Kama ingelikuwa sheria ndio inao msimamo, deputy president ndiye alimuappoint you, president aliappoint you deputy president, mbona yeye hatuna ule uwezo wa kuimpeach the president? Because sisi wenyewe wananchi tumechoka na president wenyewe. Mimi napinga hayo mswada kabisa, na niko tayari kama tungepewa uwezo wa kupiga kura kusema yes, mimi ningesema no, deputy president akae afanye kazi yake. Kama ni Kenya tumekubali, tunaumia na tuendelee kuumia mpaka ile siku sisi wa Kenya tutaamua, tutamchagua mtu kuwa kiongozi wetu injini ambaye atatuweza kujali maslahi yetu sisi kama vijana na sisi kama pia Wakenya wote. Ni hayo tu. Mwenyeji wa kaunti ya Nyamira, North Mugirango constituency. Nataka kutoa maoni yangu kuhusu hili jambo ama mchakato huu wa kutafuta kumuondoa mamlakani naibu wa rais. Jambo la kwanza nataka niseme na niambie Wakenya kwamba this is a constitutional undertaking. Hakuna kitu imefanywa nje ya katiba. Wale wajumbe wamekaa chini wakaona kwamba naibu wa rais amefunja aina kadhaa ya vipengele vya sheria na anastahili achukuliwe hatua. Aswa mtu ambao umechaguliwa cheo ya naibu wa rais ambao unafaa kuunganisha wa Kenya, then all of a sudden you decide you balkanize tribes, alafu unarudi kwa kijiji yenu, unaingia mpaka kwa watu wenyu. It's unfortunate, we never intended to have such a deputy president. Na kama hayo maneno ambayo wametoa pale, vipengele karibu 10, na kama kuna ushahidi na kama wabunge wako na ushahidi, nitawapongeza wamuondoe, na mwenye atakayeingia ajue kwamba watu wameamka. Ya mwisho kabisa, hii mambo ya watu kuingia kwa public office na wanachitualia pesa mingi, wanaiba, wanapora pale, watu wachache wanatajirika, wengine wanakuwa maskini wengi. Hii ndio tunataka kuipinga kabisa, na to support whoever gets money through shortcuts. Pia wabunge wetu, hayo mambo ambayo wameandika pale kwa makaratasi ambayo tumeyaona, those accusations, kama kuna ukweli na wako na evidence, wapeleke huyo mse nyumbani mapema ili tuweze kuokoa Kenya hii. I'm from West Mugirango constituency. I've read the allegations supporting the impeachment. All I can be able to say, is allegation nimesoma. That's not the reason why Kenya is in the position we are right now. Because ukiangalia, they are claiming that the deputy president all the time amekuwa akiangalia mambo ya mlimo. What I know at all times, hata ikiwa ni wewe ukipata chance kama ile. Juzi we had the broad-based government. Wakati baba alipata chance, tuliangalia watu waliappoint wawili kutoka pale Nyanza, mwingine kutoka Western, mwingine kutoka Coast, meaning alikuwa anaangalia mahali pake anapopata support. Kitu kingine ya pili tunaweza sema, they are just using the deputy president as the scapegoat for the problems we are facing. Ukiangalia, say we have serious issues affecting Kenyans. Kitu ya kwanza, uliona the new health coverage whereby Kenyans were forcefully migrated from the NHIF to SHIF. So meaning we didn't have any public participation to know if at all Wakenya wana support the new coverage, the new health coverage. Tunaweza sema ni wabunge, ukiangalia hizo allegations, if they are the reason why you have bad state of roads in your constituency, ukifika mahali upate pale, they are the reasons why you are not making meaningful development in your constituency support. But if at all they are not the reasons why constituency yako ina barabara mzuri,
the level of education iko very low, don't support the impeachment motion. Asante.